Mzee Mbwiga, unajua hapo zamani kidogo kwenye mwaka 2015 huko 2015 tulikuwa tunaona vijana wengi wakiingia kwenye siasa, lengo kuleta mabadiliko ya kisiasa. Lakini leo hii tunaona mimi nilifikiri hivi labda unaniuliza habari za Yesu. Kumbe bado tu tunaongelea yale. Mimi mbona mpaka nimechoka. Sasa unajua sasa hivi muda ni wa siasa. Muda ni wa siasa. Yaani kila kinachoongelewa ni siasa. Tuliwaona vijana wengi wakiingia kwenye siasa. Na walikuwa wakiingia huko tukiwa tunajua kwamba hawa wanakwenda kuyatafuta mabadiliko ya kisiasa. Leo hii tunaona mpaka wachungaji na maaskofu, yani watumishi wa Mungu na maaskofu wakiingia kwenye siasa. Mfano Sheponda na Gwajima wamekuja kasi kweli kwenye siasa kuvitaka viti vya serikali. Vipi hili bana Mzee Mbwiga, unalizungumzieje hili? Eti una habari nao? Hao wazee ni vijana kama sisi, ila wao wanaingia kuzungumzia wamezungumzia masuala ya siasa, kwamba wanavutiwa na wao kwa ajili ya kuleta gurudumu lililo jema kupitia maneno ya Mungu na kuhusianisha na tabaka la kiserikali. Lengo ni nini? Kuleta maendeleo kwa jamii zao. Sawa. Unajua Mbwiga, tatizo lenu ni moja. Lipi tena? Tatizo lipi? Uzuri wako wewe unaingia kote. Kwa Yesu tunakutana kwenye dunia hii, nayo ndio hivyo tena. Kwamba hawa wanasiasa wamekuja juu kutokea kwenye uongozi wao wa dini zao. Unaona? Si kwamba wameacha uongozi, bali wanao uongozi katika dini zao, na bado na huku nako wanataka kula zetu watuongoze katika siasa. Unaona? Mimi nasema hivi, hawa watu yani wapewe kabisa kula zote hawa. Wala sio ajabu na bado hawa wanatangulia, tuna wengine wanakuja, wapewe kula zote. Lakini yani wasipewe kabisa, yani mimi nasema wasipewe kabisa hawa watu. Sasa hapo tutakueleweje jamii sasa? Wapewe kula zote hawa kina mashehe na huyu na hao wachungaji wanaokuja kuomba mapadri, hata waje na wao. Lakini pia hapo kwao kuna wapewe, lakini B yake wasipewe kabisa hawa. Labda tuweke sawa. Huenda sasa labda una kitu cha kusema ili tuelewe. Kwa nini wasipewe? Hawa watu wasipewe kabisa. Kwa nini wasipewe kabisa? Jamani, mimi nimeona mengi huko Uarabuni huko mpaka kuna waziri wa dini. Dini inakuwa wizara, anakuwepo na waziri wa dini. Lakini iliwahi kutokea jamaa mmoja akawa na madaraka. Huyu jamaa sijui alikuwa anaitwa Gaddafi, sijui nani huko. Mpaka jumuiya jamii za kidunia zikaamua tu zifanye kumshambulia. Maana yeye alitanguliza ile imani yake ndani ya utawala wake. Wale waliokuwa kinyume na imani hiyo walikuwa maadui wabaya sana. Unaona? Ndio maana nasema kabisa kwamba hawa wasipewe kabisa. Nini maana ya wasipewe kula kabisa? Maana yake ni kwamba yale madaraka ya juu, yani wasipewe kabisa hawa. Kwa sababu wanaweza tumeyaona kule Liberia. Sijui ni wapi huko ila Uarabuni. Wasipewe kabisa hawa. Mzee. Mimi nataka nikuulize kidogo hapo. Tunapozungumzia dunia, tunazungumzia vyote hiyo kanda, mabara yote yanayo chini ya mgongo wa dunia. Ila sasa sisi tunazungumzia nchi yetu ya Tanzania. Nchi yetu ya Tanzania, sikiliza. Ndio. Nchi yetu ya Tanzania, tena sisi ndio kabisa, yani hawa wasipewe kabisa kula. Eti sijui awe waziri, sijui mkuu, awe waziri wa majeshi. Labda naibu waziri kama alivyo kabisa, tena kama huko jeshini ndio kabisa. Yani hawa hapana. Tumeyaona. Ebu ona huu mkanda wa Kenya. Hawa ni wa Kenya. Wao labda kwa sababu walitangulia kuelimika. Maana mambo ya dini kwa kweli ukisoma historia, pamoja na kwamba watu wanatanguliza kisiasa, lakini Kenya imetangulia. Miaka 30
wao wana makanisa, sisi ndio linajengwa kanisa la kwanza. Kwa hiyo wao kielimu ya mambo ya Mungu wako juu, lakini sisi hiyo, hebu iangalieni hii clip ya hao wenzetu. Unajua kuna Uislamu wa aina hizi. Kuna Waislamu wanaofuata mila tu za Kiarabu, na kuna Waislamu kama sisi tunaofuata utaratibu wa Muhammad, na Ukristo ni hivyo hivyo. Sasa kuna Wakristo wanaofuata wazungu tu, yani wazungu tu basi, na kuna Wakristo kama sisi tunaofuata Yesu Kristo mwenyewe. Okay. Sasa wale wanaofuata huko mila za Kiarabu ni hatari sana. Msiwape. Ninaposema kwamba wasipewe kabisa kura, ni yale madaraka makubwa, wasipewe kabisa hao. Okay. Sasa ninaposema wapewe kula zote, hiyo yake sasa. Kula zote ni hizi kula za humo mwenye vikao vya serikali humo, yakiwepo mtu ya dini mengi, makubwa ya dini mengi, ya makundi ya dini mengi yakiwa humo, hata wajibu wale mnao wasikia hao watalimu watapungua kasi, maana wamo hao. Kwa hiyo wale ambao wanaombwa kula na hao watu wa Mungu, viongozi wa dini, akina Gwajima, akina Shehe Ponde, wape kula sana zote. Ndio maana yake kwamba wapewe sana na wasipewe kabisa. Kwenye madaraka ya juu wasipewe kabisa. Hawa Waislamu jamani, sisi hatujafikia elimu hiyo. Hebu iangalieni hii klipu huko Kenya. Labda wao kwa sababu wameendelea, lakini sisi yakiwemo kama hayo. Mama yangu wewe, mbona tunamalizana? Leo mumpe madaraka makubwa wa hivyo. Mnaiona hii klipu hii? Nikirudi kwa Gwajima. Gwajima na mchora hapa mumuone. Madaraka makubwa na yeye hapana. Serikali mle kuna mambo mengi mno makubwa mno ya ajabu. Gwajima hawezi. Lakini humo bungeni jamani wampe kula zote. Lakini mzee Mwiga, unaposema mfano labda kama Gwajima hawezi kuongoza madaraka hata urais. Hebu tuangalie kwenye dini lake hilo la ufufuo na uzima hilo. Sawa? Yeye ndio mkuu wa makanisa ya ufufuo na uzima dunia. Sasa mbona anaongoza vizuri? Ngoja niwaambie. Na mchola Gwajima kulingana na alivyo na kulingana na Biblia inavyosema. Unaona? Kichwani Gwajima amewekewa kofia. Ndio. Miguuni amewekewa viatu. Kifuani amewekewa diri. Sijui nini. Hii